Hello guys, hope you're doing good, hope you're doing great. So this will be our first video. Uh, the video is working through our platform kwamba kuna watu walikosa nafasi ya kujoin kwenye ile session ambayo tulifanya our first meetup, na ilikuwa ni online meetup ambao we had idea kuja kufanya pia na physical meetup ya sisi kama tunaongea na kwenye ile event iliyopita tuliweza kuongelea platform how it's work, namna ambavyo inafanya kazi. So let me go hapa niandike talk na so kuongelea namna ambavyo idea inafanya kazi na namna ambavyo tunaweza kuformulate na vitu vingine. So hii ndio ilikuwa ile link ya ile event ambayo tulifanya. So kulikuwa kuna member zaidi ya 25 ambao waliweza kuattend, ambao mostly wote walikuwa ni wanasaikolojia. Nasikia kama nitapata mafua. Anyway, so the event tuliweza kuongelea introduction to Tokna, ambao tutaangalia vision na opportunities ambazo wanaweza kuzipata vijana wa Kitanzania ambao ni wanasaikolojia. So tukaangalia how the platform is work, tukafanya live demonstration, tukaweza walk through the platform, kuangalia namna mtoa huduma anaweza provide service na namna client anaweza kupata huduma, kwa sababu moja kati ya kitu ambacho nimekijua kwenye saikolojia, wanasema kila msaikolojia lazima awe na mwanasaikolojia, kwa sababu akiwa yeye msaikolojia hajapona anaweza kwenda kumuathiri yule mteja wake. So option ilikuwa rahisi ku work with demonstration, live demonstration, ambao tulikuwa tunaonesha pia namna yeye mtoa huduma anaweza akabook session pia, kwa sababu wanasaikolojia sio watu ambao hawapaswi kupata maumivu, au ukiwa msaikolojia haimaanishi ukiachika hutapata maumivu, japo hayataweza kuwa sawa na yule ambaye hana knowledge ya saikolojia, lakini hopefully na wewe utaumia kwenye mapenzi pia. So tukatumeka hiyo option ya mtoa huduma pia anaweza kubook session pia na yeye. So tulifanya live demonstration, tukaona and go through hivyo. So tukafanya setup profile, tukaangalia namna mtoa huduma anaweza kuset profile yake, kuweka zile what can I say, tuna zile bios, prices and everything tuliongelea hapo. Tukafanya hiyo ndo booking ya client flow ambao it's for boss. Tukaangalia pricing session ambao ilikuwa ni kwa msaikolojia mwenyewe, kwa founder aliweza kutuelezea namna ambavyo unaweza ukafanya pricing ya huduma zako kama msaikolojia, kwa sababu our platform doesn't limit wewe unataka kuweka shilingi ngapi milioni kwa session. Haiwezi ku limit kwa ni wewe, kwa sababu our platform inataka sisi kama vijana tuweze kuoperate na tuweze kutengeneza fursa kwa watu wengine. So it means kwamba hatuna platform kama hizi zipo, ila they cross to the the organization peke yao. So that's we come with this talk now, ongea na kuifanya iwe free to those pia ambao hawana ajira, kuondoa mlolongo wa ajira and kufanya vitu kama hivyo. So how to get paid, tukaangalia analipwaje msaikolojia kutokana na zile online anazofanya. Tukaja tukapitia practice for online therapists, namna ya kumjali mteja online, namna ya kuongea naye and those kind of stuff tuweza kuziangalia kwenye mfumo wetu wa Tokna. So this is walking through jinsi gani ambavyo mfumo ulikuwa unafanya kazi. So let's tuanze kwenda na kitu kimoja kimoja kwenye namna ambavyo mfumo unafanya kazi. So I hope this video inaweza ikawa ndefu kiasi, sio sana ndefu kimtindo. So kama tulivyo, ukiingia Google ukiandika Tokna, hopefully tunaweza tukafanya changes ya domain kuiweka .africa au .vyote vile ili tuende vizuri zaidi. So ukifungua platform yetu inaonekana hivi so okay, inaonekana hivi. So hii ndo ongea na mtaalamu upone. So hivi ndivyo platform yetu inaonekana. So Kiswahili actually ni kigumu guys. So hivi ndivyo ambavyo inaonekana. So hii ndo landing pages ambayo inaonesha nini kinafanyika kwenye platform. Inaonesha kitu gani kinafanyika kwenye platform. So kunaweza kufanya video call, unaweza kufanya sauti, chatting, ukapanga ratiba, usiri na usalama, malipo rahisi ambapo unaweza kupay through mitandao ya simu, mobile ya kawaida, mobile
payment za kawaida. So tukaangalia hatua 4 za kuona ni leo, ambao utajiandikisha, utamtafuta mtaalamu, utaweka muda, miadi, and then utapata msaada. So hivyo tu. And hii ni sehemu ya testimonies tu ambazo actually zipo. So tukakutana na hii, maswali yanaulizwa sana, ipo, and then tukaangalia na vitu vingine. So the platform inaanzia hapo. Sasa kwa kuwa sisi this is based sana kwa mtoa huduma kuliko mteja, so tutaingia kama mteja. So ukiingia kama mteja, tuandike pa email ya mteja, mteja@gmail.com. So tuandika na password yake hapo. Nimekosea password. Okay, nimeweza kuandika hapa juu ni Gmail. Na shangaa password mbona ni rahisi. Sawa, hivi ndivyo mteja akiingia kwenye sehemu yake ya platform ataona. Itamwambia karibu, jina lake, so itamuonesha. So the workflow, hapa atapata option ya kutafuta mtaalamu, ambao tuna wataalamu wengi sana, and what we have blessed, tuna watu wengi ambao unaweza kukusaidia wakati wowote ule ambao unakuwa unahitaji. So tunao wataalamu ambao ukiona page hii hujatoshea nao, unaenda page inayofuata. So okay, let's try to muangalie Hope Nindi. So ukija hapa kama mteja ataweza kupanga session. Sio tu mteja, hata mtaalamu anaweza kupanga session. So prices zinaonekana hapo, and so tulipokea suggestion kwa sababu ilikuwa mwanzo hapa ilikuwa inaonyesha price kwenye hii sehemu. So akasema actually kwenye hii sehemu okay, na pen hichi cha kuandikia. Hapa hivi kulikuwa kunaonyesha price, wakasema sio vizuri, ita confuse. Tukasema okay, that's good, kwa sababu na sisi tunapokea ushauri kutoka kwa watu, tukawa tumeitoa. So ukifungua okay, unataka kubook, so utakuta price, unaona price hapa zimeshatofautiana. Huyu kuchat ni gharama kuliko kuongea naye kwenye simu, kwa sababu anaamini anaweza akapoteza muda mwingi kwenye kuchat kuliko unavyokuwa umempigia simu, mtazo mkasoti mkaongea na vitu kama hivyo. So hiyo ndio sehemu ya kama mteja, and then tukawa tumeweka sehemu ya blog kwa ajili ya zile free resources ambazo mtu anaweza akawa ana share na watu kwa ajili ya watu kujifunza na vitu vingine kama hivyo. So hii sehemu ikawa inaweza kuwasaidia kwanza. We will try to optimize sale as much as we can. Kama ukiangalia tulivyo optimize kwenye UIDMU, unaona content zinavyoonekana. So we will try to optimize as much as we can kwenye hii part ya blog, ili mtu akigoogle kuhusiana na taarifa za masuala ya afya ya akili uweze kuonekana. So that's the best option ambayo tunashauri kwa ajili ya kuendelea kupata watu wengi. Kama una ability ya kufanya content za online video content, uweze kufanya nini, so this is your best option wewe kwenda kufanya. So hivyo, so tukaona namna ambavyo makala zilivyoandikwa. So kwa nini hivyo, kwa nini na ni lini unapaswa kumuona mwanasaikolojia? So this is swali ambalo pia mimi mwenyewe nilikuwa najiuliza actually, mimi som psychologist. So nilikuwa najiuliza ni lini au ni wakati gani mimi natakiwa ni. So majibu yake ameandika mtaalamu wetu anaitwa Nicodem Tingai. Ameelezea vizuri ni lini ambako unahitajika. So we get no options za kushare kwenda mitandao mbalimbali, vitu kama hivyo. So ukiwa umevutiwa na content, mwandishi unaweza kupanga sasa miadi na mwandishi wa hiyo mada. So that's a good option we had. So hivyo, so hiyo ndo content ya flow, jinsi gani mteja anaweza akademonstrate. So this video nimeiweka nimecombine vitu vingi. Nimecombine how the event was na namna mteja anaweza kupata huduma. So hopefully this video itakuwa ni kwa ajili ya wataalamu, sio kwa ajili ya client wa kawaida. So let's send out, tunaenda kwenye kipengele kinachofuata ambao tutaingia kuangalia namna gani mtu huduma anaweza customize na kupata kile kitu kilicho bora zaidi. So I'm signing out. Amkikaka Rashidi Musa. Salam.